Nguvu ya maneno. Maneno yana roho nyuma yake. Nyuma ya maneno kuna nguvu. Kwa hiyo angalia maneno ambayo unatamka kwa familia yako. Angalia maneno ambayo unajitamkia wewe mwenyewe. Angalia maneno ambayo unaitamkia biashara yako, kazi yako. Angalia maneno ambayo unatamkia mtoto wako, kwa sababu maneno yanafanya kazi. Maneno ni roho kamili. Katika ulimwengu wa kiroho kuna nguvu ambayo yenyewe inaweza kawa aidha ni nguvu ya kipepo, nguvu ya giza ama nguvu ya nuru, ambayo ni tunamaanisha kwamba nguvu za Mungu ama nguvu za shetani. Kwa hiyo unapokuwa unatamka maneno, kama ni maneno mazuri, basi nguvu ya Mungu itathibitisha yale maneno yatatokea, na kama ni nguvu ya shetani pia vile vile itathibitisha yale maneno yatakwenda kutokea. Lakini kwa upande wa shetani yatakuletea madhara, na kwa upande wa Mungu yale maneno yatakuletea baraka. Kwa hiyo tuwe makini sana kwenye kutamka maneno. Kwa hiyo tuchague ya kujitamkia katika kila kitu, katika maisha yetu, katika vitu vyote ambavyo vimetuzunguka, na katika watu wetu ambao wametuzunguka. Tusiwe tunatamka maneno mabaya, kwa sababu automatically kuna nguvu ipo inatenda kazi. Hiyo nguvu yenyewe inasubiri utamke, yenyewe ikathibitishe. Kwa hiyo tuwe makini. Maisha ya mtu ni matokeo ya kinywa chake mwenyewe. Tumbo la mtu linajazwa na maneno ya kinywa chake yeye mwenyewe. Kisoma Yohana 6:63, roho ndiyo itoayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Maneno ya mtu yanaweza yakampa Mungu access ya kutenda jambo ama shetani. Kwa hiyo ukisoma Mithali 6:2 inasema kwamba mtu ametegwa na maneno ya kinywa chake mwenyewe. Kwa hiyo kile kinywa chako ndicho kimekutega wewe. Kwa hiyo maneno unayoyatamka inamaanisha ya kwamba yatakupa baraka wewe ama yatakupa laana wewe mwenyewe. Ukisoma Mwanzo 1:3-5 na kuendelea, katika uumbaji tunaona Mungu wakati anafanya uumbaji alikuwa anatamka maneno, na iwe nuru ikawa nuru, na liwe jua likawa jua, na uwe mwezi ukawa mwezi. Kwa hiyo vitu vyote vilitokea kwa maneno. Mungu alikuwa anatamka maneno, ikatokea nguvu ikayafanya yale ambayo yalikuwa yametokea katika uumbaji.